Basi ni wakati mwingine ambapo Mwenyezi Mungu ameweza kutujalia sisi sote pia ili kwamba tuweze kuwa karibu na neno lake la tumaini. Tungali tunazidi kuwapa matumaini katika eneo hili, na matumaini yetu sio kwamba utapata fedha, sio kwamba utapata mali, sio kwamba utapata chochote cha dunia hii, bali ni wazi kwamba unatumaini kupitia Yesu Kristo ambaye tumekuwa tukimuinua. Hivyo basi na wakaribisheni nyote ili tuweze kupata tumaini hilo. Tupate kuomba. Mungu mtakatifu uishie milele, uzidi kutukuzwa na hata kuinuliwa. Maana sisi tulipokuwa hatuna nguvu, ukajitoa wewe mwenyewe ili uweze kulipa deni ya dhambi zetu. Ninakuomba uweze kunitumia kama chombo chako, ili ujumbe ule wote ambao umeweza kuandaa kwa ajili ya wana wako siku ya leo iweze kuwafikia kwa namna ambayo unapendezwa nayo. Pia naomba uweze kuwasaidia wasikilizaji wote ambao wamo biasharani mwao, ambao pia wamo katika safari yao na hata kwingineko. Uweze kuwapa usikivu na Roho wako Mtakatifu aweze kutawala. Ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Basi tumaini lingali linazidi kutukuzwa na hata kupewa kwa kila mwenyeji wa eneo hili la Matunda, na hata wote ambao wanasikiza ujumbe huu. Hivyo basi nazidi kukualika na hata mahali ulipo uweze kuchukua nafasi yako uweze kupata ujumbe atakao nena Mwenyezi Mungu kupitia ujumbe wake ama Biblia yake takatifu. Hivyo basi kwa siku ya leo tunaenda kuangalia jambo ambalo tutaweza kusema ya kwamba Yesu ndiye msaidizi na tena ndiye mwombezi wetu. Najua na tumekuwa tukiangalia jinsi ambavyo sisi kama wanadamu tumekuwa na unyonge mwingi sana, na tumeweza kupungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu kutokana na ule kutenda dhambi. Na hivyo basi kile ambacho kitaweza kutuokoa na kile ambacho kitaweza kutusaidia maishani mwetu ni ile damu ya dhamani ambayo hata wanakondoo waliokuwa wakichinjwa hawangeweza kukamilisha utakaso ama kusafishwa kwa dhambi za mwanadamu. Na hivyo basi kukawa na haja ya mwanakondoo aliyekuwa na dhamana sana, na huyo ndiye aliyekuwa Yesu Kristo, ambaye ningependa msomaji aweze kufika kitabu cha Yohana 1 mstari wa 29, ambapo tumaini liliweza kuanzia hapo kutangazwa kwa watu wa ulimwengu, ambapo Yohana mwenyewe akaja kwa ulimwengu huu ili aweze kuandaa mioyo ya watu ambao wataweza kumpokea Kristo na hivyo basi kupata wokovu wa milele. Maana ufalme wa Mwenyezi Mungu ulikuwa umekaribia kwa hakika. Na ni bado tunasema ya kwamba ufalme wa Mungu umeweza kukaribia, na ndiyo sababu tunawatangazia na tunawapa tumaini hili, ili kwa wakati ambao umekubalika
mpate kubarikiwa. Msomaji waweza kuendelea. Yohana 1:29. Naam. Siku ya pili yake ameona Yesu anakuja kwake. Naam. Akasema, Yohana akasemaje? Tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. afanyaye nini? Aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Achukuaye dhambi za ulimwengu. Hivyo basi tunawapa tumaini ya kwamba Yesu Kristo aliweza kutenda yote. Alikuja akaishi maisha ya kibinadamu huku duniani, akapitia yale yote ambayo mwanadamu angestahili kupitia kwa ajili ya kutoa mshahara wa dhambi yake. Yani alistahili kufa, lakini Kristo akakufa kwa niaba yake. Hivyo basi ningependa niweze kukuambia kwamba kwa wakati uliokubalika Kristo aliweza kusikia sauti yako. Kwa wakati huu ambao umekubalika, ambao wewe mwenyeji wa eneo hili umeweza kuona haja ya kumtazama Kristo aliyekwisha tolewa kama kafara ama kama sadaka ama kuwa mshahara wa deni ya dhambi zako. Yeye anakuita ili uweze kupata mibaraka yote. Na hivyo basi manake amepata kukusikiza na hata kukupa wokovu na tumaini hili. Ninakuomba uzidi kusikiza neno la Mwenyezi Mungu ili kwamba mibaraka zake zizidi kuwa nawe maishani mwako. Ningependa tuweze kufika mpaka kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, na ningependa msomaji aweze kuanzie mlango wa 2 mstari wa 1 na mstari wa 2. Yani ni wazi kwamba sisi kama wanadamu, maanake tuna unyonge na tumezaliwa katika hali ile ya unyonge na uwezo wa kufanya dhambi. Tunajipata wakati mwingi ya kwamba tumeweza kujikwaa, lakini kuna tumaini siku ya leo ambalo tunazidi kuwatangazia hapa. Msomaji waweza kuendelea. Nasema ya kwamba naam, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. ninawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, Na mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi ambaye tunamzungumzia siku ya leo, kwa Baba ambaye ni Yesu Kristo mwenye haki. na huyo mwombezi tunaona ya kwamba ametoka kwa Baba, naye anaweza kutuokoa siku zote maishani mwetu. Hivyo basi manake tumeweza kupata tumaini hilo, ni kwamba wokovu wetu umeweza kuanzia msalabani, ambapo Kristo mwenyewe amejitoa kama kafara. Na hivyo basi kila mmoja wetu anastahili kumtazama Yesu Kristo kule msalabani. Maana Paulo katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo 2 kuanzia mstari wa ngapi msomaji? Waraka wa kwanza wa Timotheo 2 3 mstari na mstari wa 4. 3 inasema hili ni zuri. Naam. Nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Naam. Ambaye hutaka watu wote waokolewe. Naam, asante sana. Yaliyo kweli. Naam, Kristo anataka ya kwamba dunia nzima ama kila mmoja wetu apate kuokolewa. Na ndiyo sababu tunasema ya kwamba kile ambacho tunastahili kufanya ni kulitazama msalaba ama kutazama msalaba ule ambao Kristo aliweza kutundikwa kwa ajili yangu na hata kwa ajili yako. Lakini siku ya leo ningependa niweze kuja na habari nyingine ya kukuambia ya kwamba wokovu wetu hauishi tu msalaba. Msalaba ulikuwa ni mwanzo wa wokovu wa mwanadamu, na mwanadamu anastahili kufuata mbinu ama njia yote ambayo inastahili ili kwamba tuweze kupokea uzima wa milele.
Na maanake tunamfuata Yesu Kristo ambaye ndiye mkombozi na msaidizi wa kila mmoja wetu. Ni lazima tuweze kumtazamia, tuweze kumwita kila mara ili aweze kutubariki maishani mwetu. Yesu Kristo ndiye njia, yeye pia ndiye uzima, na yeye ndiye kweli. Na yeyote anayetarajia, na yeyote ambaye angependa kupokea uzima wa milele, ni lazima awe karibu naye, aweze kushikana na Yesu Kristo, yani amwachilie Yesu Kristo aweze kumshika mkono wake. Na hivyo basi atakuwa na uwezo wa kufika kwa Baba. Na hivyo basi, kama ni mapenzi yako ya kwamba unataka kuushinda ulimwengu huu na hata uweze kufika kwa Baba ambaye alitupenda, lazima ukubali na uweze kumfuata Yesu Kristo. Uwe naye aweze kuwa kama njia. Maanake kama hakuna njia utakayoitumia, basi uweze kufika kwa Baba wetu aliye juu mbinguni. Hivyo basi ninakualika siku ya leo ya kwamba hebu na uweze kuwa na haja ya kuwa na msaidizi huyu, wa kuwa na mwombezi huyu. Yani hata ya kwamba wakati ambapo bila kupenda umejipata umejikwaa ama umejipata umekosea, usikawie tu papo na useme ya kwamba niliweza kutenda dhambi fulani ama dhambi yoyote ile. Na hivyo basi maanake wanadamu wengine wakakuona na wakaweza kukuchukia na kukutendea mambo mengine, utawahi enda hata kanisani. Hilo sio jambo ambalo linaweza kukukatiza kutomfuata Mwenyezi Mungu, bali ni jambo ambalo linafaa kukutia moyo wako ili uweze kumtafuta Mungu. Yani uweze kuona haja ya kwamba kwa hakika niliweza kukosea. Na maanake uliweza kukosea, huo sio mwisho wako. Maanake tunaye Yesu Kristo ambaye tumeambiwa katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa kwanza na wa pili ya kwamba tunaye mwombezi ambaye anatusaidia wakati ambapo tunakosea. Sisi sote hebu na tuweze kufahamu ya kwamba tulizaliwa katika hali ya utumwa wa dhambi. Na maanake tuliweza kuzaliwa katika hali hiyo, huwa tunajipata wakati mwingi tukiwa tumetanga mbali ama tumekosea kile ambacho Mungu aliweza kuagiza. Na hivyo basi ni ombi letu ya kwamba tuweze kuenda kwa Kristo, uweze ukajifunue ama ukafunue moyo wako, ukamwambie yale yote ambayo umeweza kukosea. Naye Mungu wetu ni Mungu wa upendo, na tunazidi kumwinua Mungu huyu wa upendo ambaye anapenda hata na eneo hili. Na yeyote atakayemwendea huyu Yesu Kristo ama huyu Mungu wetu atapata kubarikiwa. Ama ni vipi msomaji? Hebu na uweze kudhibitisha kutoka kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wake ni wa 9. Inasema ya kwamba tukiziungama dhambi zetu, naam, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu. Naam, ataweza kutuondolea dhambi zetu na kutusafisha, na hata kutusafisha. Hivyo basi ninakuambia ewe msikilizaji ya kwamba wakati unapokosea, haimaanishi ya kwamba haustahili tena kumtafuta Mwenyezi Mungu. Haimaanishi ya kwamba haufai kumkaribia Mwenyezi Mungu. Haimaanishi ya kwamba haustahili kwenda kanisani tena. Haimaanishi ya kwamba haustahili kwenda kushiriki pamoja na wenzako. Bali hiyo inakuambia kwamba una uwezo wa kuziungama. Yani una uwezo wa kwenda mbele za Mwenyezi Mungu, ukapata kunyenyekea na umwambie yale yote ambayo umemkosea. Na ukimwambia Mungu wetu yale yote ambayo umemkosea, Biblia na neno takatifu la Mwenyezi Mungu limetuambia kwamba Mungu ni mwaminifu, tena yeye ni wa kweli, anayeweza kukusafisha
na kutakasa moyo wako. Na hivyo basi kila siku tunapoendelea na safari yetu, ama sisi tunapomkubali Kristo aweze kuwa mkombozi wetu, tuna matumaini ya kwamba japo changamoto ni nyingi, ama ingawa shida na mambo ni maovu yanayotupata, tuna uhakika ya kwamba Kristo yuko pamoja nasi. Tutazidi kutazama msalaba, ambapo ndipo ulikuwa na mwanzo wa wokovu wetu. Yaani kutoka kwenye msalaba tunaambiwa ya kwamba Yesu Kristo akazivunja nguvu za ibilisi, ama nguvu za shetani. Na baada ya kuzivunja nguvu za shetani, Kristo anatuambia kwamba sasa nimewavuta ninyi nyote mtakaoweza kulisikia na kuona haja ya kwenda kwake. Na kwa yeyote atakayevutwa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, yeyote atakayekuwa na moyo ambao utaona haja ya kuokolewa, Yesu Kristo anatuambia ya kwamba katika kitabu cha Yohana 6 kuanzia mstari wa 39 hadi mstari wa 40. Yesu anatuambia vipi kutoka sehemu hiyo? Unapokuwa na haja ya kuokolewa na Yesu Kristo, je, Kristo atakusaidia ama atakusaidia kwa muda mfupi kisha akakuachilia, ama atakuokoa milele? Hebu msomaji uweze kupata kusoma. Nasema Lakini naliwaambia ya kwamba, niliwaambia kwamba mmeniona wala hamwamini. naam, Wote alipao Baba naam, watakuja kwangu. Wote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kristo anasema ya kwamba yeyote atakayemwendea hatamwachilia. Maana Yesu Kristo mwenyewe anaelewa jinsi mwanadamu ni mnyonge. Anaelewa jinsi ambavyo mwanadamu hana nguvu yoyote ya kushinda uovu kwa uwezo wake. Bali Kristo atazidi kuwa pamoja naye ili aweze kumtia nguvu. Naye atakapotiwa nguvu atakuwa na uwezo wa kushinda shida hizi zote. Naye atakapozishinda ama maovu hayo yote, anaweza kweli kupata kupumzika. Lakini Kristo anasema ya kwamba kuna uzima wa milele kwa minajili ya mtu huyo. Maanake katika siku ya mwisho atapata kumfufua. Hebu na upate kusoma mstari wa 40. 40 nasema kwamba kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu, naam, ni haya. Mapenzi ya Mungu wetu ama Baba ni nini? Ya kwamba kila mtazamaye mwana, yeyote na yule kila mmoja amtazamaye mwana afanyaje? Na kumwamini awe na uzima wa milele. Naam. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Naye Kristo ataweza kumfufua katika siku ya mwisho. Hivyo basi tunazidi kutangaza, tunazidi kuwapa tumaini la wokovu, ambaye ndiye Yesu Kristo aliyechinjwa ama aliyetolewa kwa minajili yako, ambaye alichukua nafasi yako. Wewe mwenyewe ungepata kufa kwa sababu ya dhambi zako, lakini Kristo akaweza kusema nitachukua nafasi hiyo kwa ajili yako. Na hivyo basi utakapoona haja ya kuweza kuwa na Yesu Kristo, utakapokuwa na haja ya kumtumainia ama kumwamini Yesu Kristo katika maisha yako, anasema ya kwamba atakupa uzima wa milele. Na hata ingawa changamoto itakuwa nyingi katika ulimwengu huu, anakuhakikishia raha, anakuhakikishia siku ile ambayo hautawahi sumbuka na mambo ya dunia hii. Maanake atakapokufufua atakurejesha ama atakurudisha katika ulimwengu wa changamoto hii, bali atakupa mahali palipo pazuri mno. Ningependa msomaji uweze kufika kitabu cha Wahebrania, ambapo ndipo ningependa tuweze kuzungumzia sana.
ya kwamba yeyote atakayeona haja ya kuwa na Mwenyezi Mungu amtafute sana. Na jinsi ambavyo nimetanguliza kwa kusema ya kwamba wokovu wetu uliweza kuanzia msalaba na haukuishia msalaba, jinsi ambavyo watu wengi wamekuwa wakiangalia tu msalaba. Watu wengi katika ulimwengu huu wamekuwa wakikiri tu ya kwamba wameweza kumkubali Kristo. Yaani wanasema ya kwamba waliweza kukutana na Kristo siku ile ambayo aliweza kuokoka. Na hivyo basi ana uwezo wa kuenda kanisa kila siku ama kila wakati ambapo ameteua uwe ni siku ya ibada kwake. Na hivyo basi anaona ni jambo la kawaida tu kuenda kanisani siku hiyo. Lakini ikifika wakati mwingine ni wakati wa kujishughulisha na biashara. Yaani hakuna haja hata na kumtafuta Yesu Kristo. Yaani wanadhani ya kwamba kuenda kanisa ni jambo tu la desturi ama jambo la kawaida. Jambo ambalo linaonyesha tu ya kwamba ulikubaliwa. Lakini siku ya leo ningependa niweze kukuvuta umakini wako upate kuelewa kile ambacho maandiko matakatifu yanasema. Yaani Kristo alipomaliza kazi ya kumwaga damu msalabani, damu hiyo jinsi tulivyosema siku ya jana ni kwamba iliweza kuzungumza mno. Lakini damu hiyo iliweza kwenda wapi? Maanake katika siku za zamani ama yeyote ambaye angetenda dhambi alistahili kumchukua mwanakondoo, kama vile kitabu cha Walawi Leviticus 4 mstari wa 32 na mstari wa 33 inatuambia ya kwamba yeyote ambaye angekosea angeweza kumchukua mwanakondoo ambaye hangekuwa na kasoro yoyote. Yaani asiwe na upungufu wowote mwilini mwake. Yaani awe ni wa rangi moja tu, isiwe ni mwanakondoo ambaye ako na madoadoa. Yaani asiwe na nyeusi na nyeupe. Yaani kama ni nyeupe iwe ni nyeupe kabisa bila hata lolote ile. Na hivyo basi angeweza kumchukua mwanakondoo huyu, aweze kuwekelea mikono yake kwenye kichwa chake na aweze kutupu dhambi zake. Kama ni yule ambaye aliiba, anasema ya kwamba niliiba, yaani anatupu dhambi zake, anaziungama. Na hivyo basi mwanakondoo huyo angechinjwa. Na yule ambaye angemchinja alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mtumishi katika mahali hapo ambapo Mungu alikuwa amechagua. Na hivyo basi damu hiyo ingechukuliwa na iweze kunyunyishwa katika mahali hapo, ili kwamba mwanadamu ajulikane kwamba ameweza kusamehewa dhambi zake. Na hivyo basi hata naye Yesu Kristo alipokufa msalabani, yaani damu hiyo haikumwagika tu kwenye mchanga ama kwenye ardhi na kuisha vivyo, bali damu ya Yesu Kristo iliweza kuchukuliwa ili iweze kufanya utakaso ama kusafishwa kwa kila mwanadamu ambaye atamwendea Kristo na kumwambia kwamba kwa hakika Mungu, mimi nimeweza kukukosea. Mimi nimejihusisha na uzinzi. Mimi nimejihusishwa na kukunywa pombe sana na nimelemewa, sina uwezo mimi mwenyewe. Yaani mimi jana niliiba. Yaani mimi jana niliweza kudanganya. Yaani mimi niliweza kufanya vivi na hivi. Na Mungu ataweza kusikia. Atasema ya kwamba haya ndiyo damu yangu. Atamwambia Mungu, nilimwaga damu yangu kwa ajili ya mwanadamu huyu. Na hivyo basi Mungu ataweza kusikia sauti ya Yesu Kristo na utapata kusamehewa. Amina. Hivyo basi msomaji, ningependa uweze kufika kitabu cha waraka wa Waebrania, Hebrews chapter 1 verse 3. Kristo alipokamilisha kazi kule msalabani, aliweza kufufuka siku ya kwanza ya wiki. Na alipofufuka katika siku ya kwanza ya wiki, tunaambiwa ya kwamba aliweza kupaa kuelekea wapi msomaji? Inasema kwamba yeye kwa kuwa ni mng'ao utukufu wake
Yaani Yesu Kristo ni mng'ao wa utukufu wa Mungu, na chapa ya nafsi yake, na yeye ni chapa ama sura ya nafsi yake. akavichukua vyote kwa amri ya uwezo wake, Naam, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, akiisha kufanya utakaso wa dhambi kule msalabani, akafanyaje? aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Kristo akaweza kuketi kule kwenye mkono wa kulia wa Mwenyezi Mungu. Na ameketi kule kwenye mkono wa kulia pa Mwenyezi Mungu, sio kukaa tu, bali Kristo anafanya jambo kwa ajili ya mwanadamu. Yaani ili kila siku tuweze kupata kusaidika tunapopatikana ama tunapokumbwa ama tunapopata shida na kutenda dhambi mbalimbali. Na hivyo basi hebu na tuweze kusikiza kile ambacho Kristo anafanya basi katika mlango wa 4 na mstari wa 16 katika kitabu cha Waebrania. Inasema Waebrania moja, Naam. amefanyika bora kupita malaika, Baada ya Kristo kushinda yale yote ya dunia hii, amefanywa kuwa bora zaidi kuliko malaika. kwa kadri jina alilomiliki lilivyo kutukufu kuliko lao. Naam. Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wote, Naam. ndiyo mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Naam, endelea msomaji. Samani Endelea. inaendelea ikisema na tena, Naam. mimi nitakuwa kwake baba, na yeye atakuwa Mungu kwangu. Samahani, enda hadi kitabu cha waraka huo wa Waebrania mlango wa 4 mwanzo mstari wa 16. Samani inasema ya kwamba Basi na tukikaribia kiti cha neema, basi hebu na tuweze kukikaribia kiti kile cha neema, yaani mahali ambapo Kristo ako akiketi katika mkono wa kulia wa Baba. Na tuweze kufanya nini msomaji? tukaribia kiti cha neema kwa ujasiri, Tuweze kukaribia kwa ujasiri ili tupewe rehema, ili tupewe neema. ili tupewe rehema Samahani, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. na tuweze kupokea kupokea ule neema una uwezo wa kutusaidia wakati wa mahitaji. Na hiyo basi utakapoenda katika kitabu hicho cha Waebrania hapo tu mlango wa 2 uanzie pia mstari wa 14 hata mstari wa 18, utagundua ya kwamba Yesu Kristo alipoweza kukamilisha kazi ya utakaso wa mwanadamu, aliweza kupaa kule mbinguni, akakaa kwenye mkono wa kulia wa Yesu ama wa Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi yeyote atakayeweza kukaribia katika kile kiti cha neema ataweza kupokea rehema, yaani Yesu Kristo ataweza kumhurumia wakati wote. Huyu mwanadamu ataweza kupokea pia neema, yaani ule taji ambao hangestahili, na hivyo basi atapata kusaidika wakati wa mahitaji. Na hivyo basi tutakapoenda pale kwa ujasiri, tutaweza kupata kufanya nini msomaji? Umekamilisha hapo? Waebrania 4 mstari wa 14 hadi 16. Kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Naam, asante. Hivyo basi tunahitajika kila wakati tuweze kukikaribia katika kile kiti cha neema, ambapo tutaweza kusaidika wakati wa taabu. Maana yake Kristo anatuita sisi sote ambao tumeweza kulemewa na mizigo, naye ataweza kutupumzisha katika changamoto ama katika uzito huo wote. Ataweza kutupa nira yake ambayo ni nyepesi sana, tutakayoweza kuishika na kubeba. Tutaweza kushinda dhambi na maovu yote. Tutakapojipata tumeweza kukosea ama kujikwaa, tutaweza kukaribia hata kiti hicho cha enzi,
na tuweze kuomba ama na kuungama dhambi zetu. Yaani tutaweza kumwambia Mungu yale yote ambayo tumeweza kukosea. Lakini utapata kugundua ya kwamba wanadamu wengi katika ulimwengu huu hawajapata kuelewa ujumbe huu ambao unaweza kuokoa kila mwanadamu. Utapata wengine wanaambia watumishi kule kanisani mwao, kisha wanawaambia siri zao, yaani wanaungama dhambi zao kwa watumishi wao. Yaani wanawaambia wanadamu kama wao ambao baadaye wataenda hata na kuwasengenya na kuambia watu wengine. Na hiyo basi maovu yako kutokuwa ni siri. Sisi tunaye kuhani wetu mkuu, tunaye mkombozi wetu, tunaye msaidizi wetu, tunaye mwombezi wetu ambaye tunaweza kumwendea sasa na tuweze kuziungama dhambi zetu sote, na kwa siri ataweza kutusamehe bila ya hata kuweza kukumbuka maovu yale yote ambayo tumetenda. Maanake ataweza kutusafisha na ataweza kututia nguvu za kuepukana na maovu hayo. Hivyo basi ningependa msomaji tuweze kwenda moja kwa moja hata kitabu cha Waebrania hapo. Hebu na tuweze kuanzia mstari wa yani mlango wa 5. Waebrania 5 mstari wake ni wa kwanza hata mstari wa 4. Naam, inasema kwamba naam, maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa naam, katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu, naam, katika mambo yamuhusuyo Mungu. naam, endelea. Matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Naam, yani ni kwamba katika maisha ya kibinadamu Mungu atakuwa na uwezo wa kumchagua yule kuhani, yani Kristo ataweza kumchagua mtumishi ambaye atakuwa kwa niaba ya wanadamu wengine. Yani atakuwa kati ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu, akisikiza changamoto ambazo mwanadamu anazipitia. Kisha anaenda kwa Mwenyezi Mungu na kumwambia kila ambacho mwanadamu anapitia. Na hiyo basi alichaguliwa kwa sababu ya maungamo hayo, aweze kumkutanisha mwanadamu na aweze kumkutanisha na Mwenyezi Mungu. Na hakuna yeyote ambaye aliweza kufanya ujumbe ama kazi hiyo isipokuwa ni Yesu Kristo peke yake, ambaye anasimama kati yetu na Mwenyezi Mungu. Anamwambia Mwenyezi Mungu yote tunayoyapitia. Na hiyo basi ewe pia uweze kumtazama huyu Kristo ambaye kwa niaba yako aliweza kuchukua dhambi zako zote. Alijitwika changamoto zote ambazo umeweza kumsababishia. Na hiyo basi ana uwezo wa kukuokoa iwapo utaweza kumwendea. Amina. Msomaji, Naam. ningependa tuweze kufika kitabu hicho cha Waebrania 7 Naam. ili tuzidi kuelewa kile ambacho Kristo anafanya kwa niaba yetu. Maana yake hakumalizia kazi yake tu kule msalabani, bali anazidi kutusaidia kila mara. Maana yake utaona watu wengi wanasema ya kwamba fulani na fulani ni Mkristo, na kwa sababu ni Mkristo alifanya kosa hilo, na kwa sababu amejulikana alifanya kosa hilo, anaonekana ni kana kwamba amepotea kabisa. Lakini ni wazi ya kwamba kuna mkombozi, kuna yule ambaye anaweza kusamehe dhambi zetu. Iwapo tutaenda kwake na tuweze kuziungama ama kumwambia maovu yote ambayo tumeweza kumtendea. Amen. Na hivyo basi msomaji, katika kitabu hicho cha Waebrania 7, hebu na tuweze kuanzia mstari wa 23 hata mpaka mstari wa 25. 23 Waebrania 7 inasema, Naam, tena wale walifanywa makuhani, naam, makuhani wengi, kwa sababu walizuiliwa na mauti wasikae. naam, endelea msomaji. Inaendelea ikisema, bali Yesu Kristo, kwa kuwa akaa milele, naam, Yesu Kristo anaishi milele. Yani amekuwa
amefanywa kuwa mtumishi ambaye anakaa milele. Anaweza kufanya nini basi? Ana ukuhani ama utumishi sasa. Yaani ako katika sehemu ya kuwaombea watu. Yaani sehemu hiyo haitawahi kuondolewa. Na hiyo basi naye kwa sababu hii aweza kuokoa kabisa wao Mungu kwa yeye. Ana uwezo wa kuwaokoa kabisa wale wote ambao wanamjia Mungu kupitia kwa yeye. Maana yu hai siku zote ili awaombee. Maana Yesu Kristo yu hai siku zote ili aweze kutuombea. Hivyo basi, ewe msikilizaji ambaye unapata habari hii, ni wazi ya kwamba tunaye Yesu Kristo ambaye alianzisha kazi ya wokovu wa kila mmoja wetu. Yaani alikufa msalabani, akamwaga damu ya dhamana sana, ili kwamba yeyote atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Yaani mwanadamu huyu atakapozidi kutafuta uso wa Mwenyezi Mungu, Yesu Kristo atakuwa tayari kuwa kwa niaba yake, aweze kumlilia Mwenyezi Mungu, aweze kumwambia kile ambacho mwanadamu anapungukiwa kwayo, na hiyo basi kuokolewa kupitia kwake. Hivyo basi ninakuomba ya kwamba uweze kumtafuta Yesu Kristo. Maana utakapomtafuta huyu Yesu Kristo, ameweza kusema ya kwamba atakuokoa, hata kuachilia uweze kuangamia, na ataweza kukufufua hata katika siku za mwisho. Na atakapo kukufufua katika siku za mwisho, utakuwa na uzima wa milele katika nyumba ya Baba. Utakuwa na uzima katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi siwe ni jambo la kukutisha ya kwamba mimi nimekosea, sistahili kwenda kanisani tena, sistahili kutafuta uso wa Mwenyezi Mungu, bali uweze kumwendea Kristo. Kristo amesema nina uwezo wa kukusamehe. Niliweza kubeba mzigo wako. Alihuzunika, akazononeka sana. Yaani moyo wake ulikuwa mzito sana kwa sababu ya changamoto zote ama kwa sababu ya dhambi ambazo sisi tuliweza kuzitenda. Ningependa basi tuweze kwenda hata kitabu cha Isaya 55. Tuweze kuanzia mstari wa kwanza na mstari wa pili. Na iwapo utakuwa na haja, ninakukaribisha uweze kusongea hata tunapojiandaa kupata ombi ya kwamba Kristo anakuita. Iwapo una kiu ya kuwa ama kujazwa, kama una kiu ambao ungependa Kristo aweze kukutimizia, uweze kujiandaa ili kwamba tuweze kupata ombi kwa pamoja. Msomaji fika hapo. Inasema kwamba haya kila anayeona kiu, njoni majini, naye asiye na fedha, njoni ili mpate kufanya nini msomaji? Njoni ili muweze kununua na kunywa. Naam. Njoni. Hebu na uweze kufika mstari wa 6 na mstari wa 7. Naam. Mtafuteni Bwana enyi watu wa eneo hili. Naam. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mweze kumtafuta Mungu wetu maadamu anapatikana. Mwiteni yeye, ziungame dhambi zenu. Mtafute Mungu, mweze kumwita, mwambie shida zote mnazozipitia, naye ataweza kuwasamehe. Na hivyo basi kila mwenye uovu aweze kuacha njia zake zilizopofu, aweze kuziacha njia hizo zilizo mbaya. Maana Kristo atakuwa amemkomboa milele. Nanyi mzidi kujua ya kwamba hatuna wakati mwingi katika dunia hii. Huu ndio wakati unaokubalika wa wokovu wa kila mmoja wetu.
Hujui kama utaona siku ya kesho. Hujui kama una muda mrefu katika dunia hii. Maisha ya binadamu ni kama tu lile ua ama jani ambalo likikwisha kuanguka mtini ukauka na kuisha vivyo. Na hivyo basi, iwapo ni mapenzi yako ya kwamba Mungu apate kukuokoa, iwapo ni mapenzi ya kwamba Mungu akuhurumie maishani mwako, ninakuomba ya kwamba uweze kupata kusimama ili tuweze kupata ombi. Na pia msomaji, tunapomalizia kabisa, ningependa uweze kufika kitabu cha Ufunuo 16 na uweze kufika 17. Ufunuo 16:17. Naam. Biblia inanena kwamba na huyo Saba Naam. akakimimina kitasa chake juu ya anga. Naam. Sauti kuu ikatoka katika hekalu. Naam. Katika kile kiti cha enzi ikisema, Naam. imekwisha kuwa. Hivi karibuni kutakuwa na sauti itakayosema ya kwamba yote yamekwisha. Nafasi tosha iliweza kutolewa kwa kila mmoja wetu. Kama haukuchukua nafasi hiyo iwe ya maana kwako, utaweza kunung'unika. Maanake hapo tu katika kitabu hicho cha Ufunuo 22 kuanzia mstari wa 10 hata 11, yule atakayepatikana siku hiyo akiwa mwenye haki atabakia kuwa mwenye haki milele. Yule ambaye atakuwa amependa dhambi atapenda dhambi milele. Wale watakao kuwa na haja ya kuokolewa wataokolewa milele. Ni uamuzi wako, ewe msikilizaji. Utamkimbilia huyu Yesu Kristo ili aweze kukusamehe dhambi zako, ama umetosheka na jinsi ulivyo? Kama ni ombi lako mahali unaponisikiza, iwapo ni dukani, iwapo ni hata kwenye mkutano huu, ama ni mahali popote pale ulipo, hata kama ni kutembea, uweze kuwa ndani ya moyoni mwako ya kwamba Kristo aweze kukuokoa. Hivyo basi tuweze kusimama basi ili tuweze kupata ombi. Tunaomba. Mungu mwenye upendo mwingi, wewe unaye tusaidia wakati wa changamoto na wakati wa udhaifu wetu. Wewe ambaye haukumwachilia mwanadamu akaangamie, bali uliweza kuchukua nafasi na hata kumwokoa mwanadamu huyu. Tunakutukuza na tunaliinua jina lako, maana umeweza kutuokoa Baba. Tazama yule msikilizaji ambaye yumo katika biashara yake. Tazama yule msikilizaji ambaye yumo safarini mwake. Tazama huyu msikilizaji ambaye yumo katika mkutano huu. Ameweza kuwa na nia moyoni mwake ya kwamba uweze kumsaidia, ili kwamba uzima wa milele uweze kudhihirika maishani mwetu. Uweze kutusaidia Mungu wetu, uweze kututia nguvu ili tuweze kushinda yote ya ulimwengu huu, na tuweze kuwa wale ambao watashiriki katika uzima wa milele. Jina lako litukuzwe Baba kwa kunitumia kama chombo chako. Hebu naweze ama kupata kuinuliwa milele. Wema na fadhili zako ziwe na wana wako kuanzia wakati huu na hata milele. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Tunaye mwombezi wetu, tunaye msaidizi wetu. Usichague kuangamia dhambini, wakati ambapo kuna yule ambaye anakuita anakuambia kwamba nilitenda yote kwa ajili yako. Hebu naweza kumtafuta huyu Yesu Kristo, naye kwa hakika ataweza kukuokoa milele. Mungu wa mbinguni awe nanyi hata tutakapokutana tena. Asante.